Yesu asifiwe sana. Kwa majina ni Joshua wa Kilongo. Nakuja kuletea simulizi ya kanisa lililoko Pergamo, na tunataka tuongee kuhusu zaidi ya kanisa lililoko Pergamo. Na kuomba sana utege masikio unaposikiliza, ujifunze mengi sana kuhusu kanisa hili na kuhusu andiko hili na chimbulio zaidi ya andiko hili. Bwana kubariki sana. Kwanza tunaanza na simulizi katika maandiko na katika Biblia yetu. Kwanza tuseme Pergamo manake nini? Pergamo manake ni kusema kimo ama tuseme tena mwinuko. Pergamo ilikuwa mji ambayo ilijengwa nafasi ambako ilikuwa kilima, ilikuwa najaa mawe sana. Yani ilikuwa ni mji ambao ilikuwa unapatikana ndani ya kilima ya mawe. Asa ikakuwa ni mji ambao ikakuwa na development ambayo ilisaidia sana, ikawa mji ambao ilipendeza. Kwa hiyo ilikuwa ni mji ilikuwa naitwa Pergamo ama mwinuko, na hapo kulikuwa kanisa afu likaitwa kanisa la Pergamo. Kama vile unaweza sema kanisa la imani Panzi sababu inapatikana Panzi. Unaweza sema kanisa ya Sayuni Kadutu sababu inapatikana Kadutu. Kwa hiyo kanisa hili la Pergamo liliitwa kanisa la Pergamo sababu lilipatikana katika eneo hili la Pergamo. Wakati ili kanisa ilikuwa ni wakati ambao kanisa zilikuwa ni kanisa 7 ambazo zilikuwa zinapatikana katika nchi ya Asia. Zilikuwa kanisa 7 kama vile kuna kanisa la Efeso, kuna kanisa la Sardi, Philadelphia, Laodikia na Smyrna, hata na Efeso na hii kanisa la Pergamo zilikuwa kanisa kama vile 7 hivi. Kwa hiyo zilikuwa kanisa ambao kila mmoja ilikuwa na vuma kwa nia yake. Sasa hii kanisa ya Pergamo ilikuwa na sifa zake ambazo zilikuwa ni sifa zenye zilikuwa zaidi ya hizi kanisa zingine 7. Yaani ni kanisa ambayo ilivuma, ni kanisa ambayo iliripuka vipawa kwa ile wakati wake, na ni kanisa ambayo ilikuwa na sifa ambayo ilivuka mipaka, hata serikali ikatamani sana kujiunga na kanisa kwa ajili ya kufanya mambo ya sheria. Na hapo ndipo kulikoma habari za kufuatilia mitume, habari za kupiga injili vita, yani wa mitume wakapata amani na injili ikapata amani. Hapo ni kanisa. Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo sura 2 mstari wake wa 13, aseme napajua ukaapo ndipo penye kiti cha enzi cha Shetani, nawe walishika sana jina langu. Yani hiyo Pergamo ilikuwa ni fasi ambako kulikuwa kunajaa vipawa sana, na kulikuwa kunajaa mambo, yani ilikuwa na sifa nyingi sana, na ilikuwa fasi ambayo Shetani aliwinda sana sababu aliona uamsho ambao unasimama katika hii nafasi wanaita Pergamo, na Shetani akatamani sana kuzima hii uamsho. Ndio kwa maana akafanya njama zake zote ili injili hii wakati ipate kuzimika, hii uamsho ipate kuzimika. Sasa akafanya njama zake zote, akainua mtu ambaye alikuwa anaitwa Mfalme Konstantino. Maana huu mfalme alikuwa ni mfalme ambaye alijiingiza ili abatizwe wakati injili ilivuma, wakati vipawa viliripuka kwa hii mji wa Pergamo. Sasa Shetani akaona namna ambayo anataka kuingiza mambo mageni katika kanisa. Huyu mfalme alikuwa ni mshirikina, alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anafanya mambo ya kishirikina. Sasa akajipenyeza wakati injili ilivuma, akataka naye abatizwe. Sasa hapo ndio mambo mageni yalianza kuingia kanisani, na hapo ndipo huyu mfalme akajipenyeza, akasema naye anataka abatizwe. Wakati alitaka abatizwe, wakati anafika nafasi ya kubatizwa,
historia kama vile Biblia inaongea ama historia za Biblia zinaongea, aseme mfalme akasema haiwezekane mfalme abatizwe katika maji mengi. Hapo ndipo wakaanza kutoa maji, wakaanza mbatiza kwa kumunyunyizia maji, na hapo ndipo palitokea habari za kubatiza kwa maji ya kunyunyizia, hii ambao ndugu zetu Katolika mpaka sasa wanafanya. Yani ilitokea hapa kwa kanisa la Pergamo, yani ilitokea hapa kwa mfalme Konstantino, wakati mambo mageni ilianza ingia kanisani. Yani yeye akasema mfalme hawezi akabatizwa kwa maji mengi, itakuwa ni kumulemea. Kwa hiyo akakamata akabatizwa kwa kumunyunyizia maji, na ikaleta mambo mageni kanisani. Hapo ndipo waliingiza hata wakasema na watoto wadogo wanaweza wakabatizwa kama tu wazazi wao wanakuwa na imani. Yani hapo ndipo kulitokea hata kubatiza watoto wadogo. Kwa hiyo huyu mfalme alifanya hivyo kwa kuongozwa na mambo ya kishirikina ambayo ilikuwa inamuongoza nyuma. Sasa hii kanisa la Pergamo ilifanyiwa hivyo kwa sababu gani? Sababu ilikuwa ni kanisa ambayo ilitumika sana hiyo wakati, na sifa zake zikavuma eneo zote. Wakati sifa zake zilivuma eneo yote, tofauti sana na wale wa Efeso. Sasa wa Efeso walikuwa wanaabudu Mungu Artemi, ambaye kule Rumi walikuwa wanamuita Mungu Diana, na hawa wa Efeso ilikuwa ni tabia yao. Sasa hapa hivi wakati hii habari inaingia katika kanisa la Pergamo, maandiko hapa nasema hata Antipa ndio kwa niko naongea, shahidi wangu aliyeuawa hapo. Hapa wakati hii mambo ilianza ingia kanisani kusema wabatize watoto wadogo, wabatize kwa maji dogo, mambo kama na yale, hapa kukatokea Antipa akatokea akaanza funza watu akiwaambia mambo mageni imeingia kanisani. Kwa hiyo mkuwe makini, mjifunze jinsi gani ya kumtafuta Mungu. Hapo akaanza kuwa napita nyumba kwa nyumba, huyu ambaye anaitwa Antipa, kufunza watu, kuwahimiza, kuonesha kwamba mambo mageni imeingia kanisani, kiroho imeanza toweka. Sasa huyu Antipa njoo pale kwa maandiko nasema shahidi wangu aliyeuawa hapo katikati yenu. Huyu Antipa aliyeua, huyu Antipa ilikuwa ni huyu mfalme Konstantino. Ni mtu ambaye alipokea Injili, ni mtu ambaye alijipenyeza akabatizwa, ni Mkristo mpya, lakini shetani akasimama tena ndani yake wakati aliona kuna kuja mshahidi ambaye anaanza shuhudia kwamba mageni niingia kanisani. Akainuka na kuangamiza Antipa. Antipa haiko mtu, lakini ilikuwa ni kundi la watu. Antipa manake, anti manake upinzani, pa manake papose. Yani Antipa, papose manake baba. Yani baba ilikuwa ni hiyo dini ya Kikatolika ambayo ilikuwa iko inajipenyeza Kirumi, ilikuwa iko inataka kujipenyeza ili izime injili ya kweli. Sasa huyu Antipa akaelewa hii mambo, akapingana na hiyo mambo mageni. Sasa Antipa maana kusema mpinzani wa sheria za kipapa. Hii mambo iliingia kubatiza watoto wadogo, kubatizwa kwa maji madogo, na hapo ndipo sanamu zilianza ingia kanisani. Sasa huyu Antipa, hiyo ikatoka jina yake, manake Antipa. Hii kundi ndio kundi ambayo ilikuwa nachochea injili, ilikuwa naombolezea kanisa. Yani hawa walikuwa ni wa intercesseur wa kanisa la Pergamo, ndio walichochea. Kumbuka, walichochea kanisa la Pergamo, injili ikapanda, sifa zikapanda, vipawa vikaripuka, kukatokea uamsho wa kanisa la Pergamo. Waliochochea kanisa kwa hiyo wakati ilikuwa ni kundi ambalo lilikuja itwa Antipa. Yani walikuwa ni watu ambao walikuwa wanatembea kumsimamo, walikuwa wanashikilia kabisa Roho Mtakatifu na maombi. Sasa wakati hii mambo mageni iliingia, Roho wa Mungu akawafunulia akawaambia mambo mageni iliingia kanisani. Wakati wanaanza pita nyumba kwa nyumba, huyu Konstantino akatuma majeshi, wakawaangamiza, wakawachinja, wakafa. Sababu wapoteze njia na wapoteze trasi ya kusema kwamba mambo mageni imeingia. Hapa ndipo kanisa la Pergamo lilipoteza uamsho tena, likapoteza msimamo, na hapo ndipo mambo mageni ilianza ingia kanisani. Yani hii masanamu naona
hii kubatiza watoto wadogo uko naona, hii kubatiza kwa maji madogo uko naona kwa makanisa ilianzia ni hapa Pergamo. Wao ndio waliingiza hiyo mambo mageni na ikawa mambo ikatembea kwa makanisa yote, sababu ilikuwa ni kanisa ilikuwa na represente, ilikuwa kanisa ilikuwa na wakilisha uamsho kwa ile wakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unatakiwa kuelewa kwamba kanisa la Pergamo, hapo ndipo kulitokea terme yanasema ngoma ikivuma sana iko karibu ya kupasuka. Kwa hiyo sifa zikivuma sana, kama hautakuwa makini utaelewa kwamba sifa zikiwa juu, yani adui yako anakuwa karibu yako. Kwa hiyo shetani aliwinda sana azime uamsho na akaingiza mageni. Kwa hiyo hapa Pergamo ndio mambo mageni tena ilianza ingia kanisani, sanamu zikaingia, kubatiza kwa maji madogo, kubatiza watoto wadogo, yani machanganyiko ikaingia kwa hii kanisa na mpaka leo inatatiza kanisa. Na hapo ndipo Katoliki ilipata sheria kwa mambo yake na ikatembeza mambo mageni. Bwana asifiwe sana. Hii kanisa Pergamo inapatikana katika nchi ya Asia. Hizi kanisa 7 zote niseme kwa nchi ya Asia, unasema Asia Minere. Kwa sasa inapatikana katika nchi wanaita Turuki, ama kwa Kifaransa wanasema Turki. Ndio kwenye hizi kanisa zinapatikana kwa sasa. Kwa hiyo Yohana, hii mambo ilikuwa kunafanyika na Yohana yuko katika kisanga cha Patmos. Sasa wakati alikuwa anaandika, alikuwa anaandika na hii mambo yako napitikana huko Pergamo, huko Philadelphia, huko Efeso. Sasa wakati ilikuwa napitikana, Roho alikuwa anamwambia andikia malaika wa kanisa fulani, malaika wa kanisa fulani. Wakati hii Mungu alitaka kuhukumu mambo mageni yanaingia kanisani. Kwa hiyo ilimbidi kwanza atume barua ziende kwa makanisa. Jawapo Yohana alikuwa iko ngambo zingine kwa kisanga cha Patmos, na hizi kanisa zilikuwa ngambo zingine ziko nafanyika mambo mageni. Hapo sasa hizi barua zilikuwa ziko zinaandikwa, ziko zinatumwa kwa hii makanisa. Bwana asifiwe sana na Mungu atubariki sana. Ilikuwa ni mpendo wako Joshua Kilongo, na usikose kupita kwa channel yangu ya YouTube na TikTok kwa kusubscribe. Mungu akubariki sana na Mungu akusaidie sana upate kuelewa. Amen.